بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ali zake na sahaba zake, leo tuendelea katika darasa letu la kubainisha mambo ambayo ni wajibu kwa mwanadamu kuyajua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuliangalia katika jumla mambo ambayo ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu, ni wajibu kwa mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukasema ni kumtambua na kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaona dalili katika Qur'ani, dalili katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dalili katika upande wa kiakili. Leo tutarejea katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuendelea kuibainisha, kwani ndio hadithi ambayo inaonyesha wazi kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo bila mahala wala upande. Hadithi ambayo inayosema kana Allahu walam yakun shay'un ghayru. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ndani ya hadithi hii, kana Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwepo. Yani katika maneno haya amethibitisha uwepo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun shay'un ghayru, katika maneno haya amekanusha uwepo kingine kisichokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema walam yakun shay'un ghayru, na wala hakuwepo chochote kisichokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha wazi kuwa Mwenyezi Mungu alikuwepo kabla ya kuwepo kwa arshi, kabla ya kuwepo kwa mbingu, ardhi, kurusiyu, pepo, moto, kabla ya kuwepo kwa binadamu na majini, kabla ya kuwepo kwa mahala, upande, sehemu. Kana Allahu wa lam yakun shay'un, chochote kikuwepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwepo. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu sifa zake hazibadiliki, kama tulivyoona maneno ya Imam Tahawi, wa kama kana bi sifati azaliya kadhalika la yazalu alayhi abadiya. Anasema Imam Tahawi, kama zilivyokuwa sifa za Mwenyezi Mungu hazina mwanzo, hivyo hivyo ndivyo sifa za Mwenyezi Mungu hazina mwisho. Kwa hiyo maana yake sifa hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mwanzo kwa kwake. Alivyokuwa kabla ya kuumba mahala bila mahala, kabla ya sehemu bila sehemu, kabla arshi bila arshi, hakadha ndivyo Mwenyezi Mungu alivyo hivi sasa, yupo bila mahala wala upande. Na ndiyo maana kwa kuwa Mwenyezi Mungu habadiliki, Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, ndipo akasema Imam Shafi'i, innahu ta'ala kana wala makan, haka yeye Mwenyezi Mungu amekuwepo, hapakuwa na sehemu. Yeye Mwenyezi Mungu amekuwepo, hapakuwa na sehemu. Fa khalaqa al-makan, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba sehemu. Wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala sifati al-azaliyya, nimekusifikana na sifa ile ile ya utangu, kama kana qabla khalqihi al-makan, kama alivyokuwa Mwenyezi Mungu akisifikana kabla ya kuumba mahala kuwa alikuwepo kabla ya mahala bila mahala, hakadha ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu baada ya kuumba mahala yupo bila mahala wala upande Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema Imam Shafi'i, la yajuzu alayhi at-taghyiru fi dhati, kwamba haijuzu mabadiliko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dhati yake, wala tabdilu fi sifati, wala haijuzu mabadiliko katika sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min sifatihi alwujud, na katika sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya uwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa hii ya Mwenyezi Mungu ni sifatul azaliya, haina mwanzo. Vile vile Mwenyezi Mungu haibadiliki, haina mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake Mwenyezi Mungu alivyokuwa kabla mahala bila mahala, ndivyo alivyo baada ya kuumba hivyo bila mahala wala upande. Na hivyo hivyo kaangalia maneno ya Imam Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu arda,
as-salafiyyun haqiqiyyu aliposema ta'ala, yani Allah ametakasika, yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anil hudud, ametakasika kunako mipaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal ghayati, na miisho, wal arkani, na ametakasika Mwenyezi Mungu na pahala, wal a'dha, na viungo vikubwa kama vile mkono, mguu, kichwa, wal adawati, na viungo vidogo kama vidole, pua, sikio. Hivi katika nini? Jumla ya ambavyo ametakasika navyo. Akasema la tahwihi aljihatu sittu kasairil mubtada'at, ye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hazimzunguki pande sita kama viumbe. Viumbe ndio vimezunguka katika pande sita, kuna juu, kuna chini, kuna mbele, kuna nyuma, kuna kulia, kuna kushoto. Ama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametakasika Mwenyezi Mungu na kuzunguka nini? Na pande sita. Imamu Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu anasema kana Allahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Asa Mwenyezi Mungu alikuwepo, hapakuwa na sehemu, hapakuwa na mahala, na yeye hivi sasa yuko vile vile alivyokuwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye habadiliki. Lakini kauli nyingine ni kauli ya al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad al-Ma'ruf ibn Rushd. Yeye anasema laisa ay Allah, hakuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fi makan, hakuwa Mwenyezi Mungu katika pahala. Faqad kana qabla an yakhluqa al-makan, kwani yeye Mwenyezi Mungu alikuwepo kabla ya kuumba mahala. Kwa hiyo dalili ya Mtume sallallahu alaihi hadithi yake inasamama na maneno haya wanawazuoni ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Na hii ndio itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mwenyezi Mungu yupo bila mahala na upande, na ndio itikadi ya masahaba, na ndio itikadi ya wanazuoni wa ahlus sunnati wal jamaa. Ndugu zangu, hii ndio itikadi ambayo ilikuwa sahihi, ambayo ni wajibu kila Muislamu, kila mwanadamu kuiamini hivyo, ili apate radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.